Kwa majina naitwa Mr. Robert Makoha Wangoho, Rais wa Bunge la Mwananchi la Nakuru County. Hii ni sauti ya rais. Leo ningependa kumwongelea gavana wetu, gavana wa kaunti ya Nakuru, Madam Susan Kihika. Na ndugu zangu wa Kenya, Waswahili wakasema ya kwamba sometimes ama wakati mwingine ni afadhali kunyamaza, au kwa Kiingereza wanasema sometimes it is good to keep quiet. You can keep quiet to avoid more drama. You can keep quiet to avoid more damage on your character as well as your career. Now, Madam Susan Kihika, wewe ulipokuwa umeenda kujifungua Marekani na Mungu akatusaidia gavana wetu akajifungua vizuri, ukarejea nyumbani, haikuwa tena na haja. Wakati sasa umeanza kufanya kazi, watu wamesahau hiyo story. Atulitumia sijui 50 million huko Marekani kujifungua, na Wakenya hapa PGH Hospital mili inapotea, wengine wanafanyiwa CS wanakufa. Ilifaa unyamazie hayo maneno ili tusonge mbele, we move on. But the moment you opened up the old wounds, ukadunga msumari tena kwa old wounds, damu ikaanza kutoka, hapo ndipo ulipoharibia. Sasa mama yetu ujue ya kwamba kuna vile, unless you come out in broad daylight like now and apologize to these doctors, life shall never be the same, because wengi sana watakuchukia kwa sababu wewe being the county boss walikuwa wanajua you lead by an example. Lakini the moment ulikuja nje ukawaambia ya kwamba wao wangekuona aje wakingekuangalia nakedness yako, hapo ulikosea mama yetu. Wewe ungejimnyamazia, tuendelee kuombea watoto wetu, maisha isonge mbele. Lakini the moment you mentioned that the junior doctors or practitioners will have seen your nakedness, that was the genesis of your downfall. Why? Because these doctors are voters. That is number one. Number two, there is no way you are going to be their boss if you do not give credit to the work that they do to deliver in your county. Leo mimi nikikuuliza kama rais wa bunge la mwananchi ya Nakuru County, uko na maofisas wengine wazuri kuliko wale maofisa wenye wako katika hospitali za Nakuru ukianza na PGH? The answer is no. Na hata leo ungeleta wengine, lazima watakuwa under wale ambao tumezoea wako katika PGH hospital na hospitali zingine kubwa kubwa katika kaunti ya Nakuru. Sasa wewe ukisema ya kwamba haungetamani wa kuangalie, mimi bila kukosa nidhamu naweza sema ya kwamba sehemu za siri za binadamu yeyote yule zinafanana na zile binadamu mwingine, na sidhani kama au madaktari ambao pia walishika Biblia wakakula kiapo ati wangeona your nakedness wakati unajifungua, eti wangekuja tena in public waseme Susan Kihika anakaa hivi na hivi. Hiyo ingekuwa ni mbaya. Vile vile sidhani kama mimi, tuseme kwa mfano mimi Robert Makoha Wangoho, rais wa wananchi, mimi ni medical practitioner. Mimi nataka kuzalisha mwanadada fulani. Nikishamzalisha, hata ile siku yenye naweza toka nje ati nijifanye mimi ni mjinga zaidi, nianze kuambia shida ya huyo mgonjwa ambaye nilizalisha, mimi ndio nitaonekana mjinga number one. So that is to mean there is no single trained doctor who has actually lifted the Bible to take oath can see your nakedness then come to the public to tarnish your name. Neither can we have one who can actually illegally take the photos of you and to begin displaying them to the public. Sasa hapo wewe ulikosea ulipowadharau na kuwadhalilisha na kuwadunisha, useme ya kwamba eti wewe uliamua kwenda Marekani kuzaa kwa sababu huku wanataka hawa senior officers waone nakedness yako. Na vile nimekwambia, hapo hivyo watakwambia aje? Watasema pride comes before a fall. Wazungu walisema pride comes before a fall. Kuna watu ambao huwa wanamea pembe sana wakiona wao ni binadamu wa umuhimu mkubwa kuliko binadamu wenzao, until watu kama hao wanakuwa wagonjwa, wanafaa wafanyiwe CS.
You cannot tell me that all the emergencies that may require your presence ufanyiwe emergency zote utakuwa unapanda ndege ukielekea Marekani kufanyiwa hizo operation. Kuna zile ambazo utafanyiwa tu hapa Nakuru. Kwa sababu tukisema tupande gari ama ndege tuende mpaka Nairobi, chances are maybe you can only survive in 10 or 5 minutes. By the time we get you to the airport, nearest one, to Nairobi, it will be too late. These are the same doctors that are likely to carry on an operation on your body. Na mimi vile najua theater, hakuna mwenye huwa anavaa suruali ama kinyasa ama longi ama rinda ifike hapa ati sasa afanywe theater operation ama surgery kwa tumbo kama ako. Theater unatoa nguo ukabaki vile ulizaliwa alafu uingie kwa theater. Na wanakuvalisha nguo fulani zinafanana hapo kwa theater room na unaenda sasa wanakuinduce hiyo madawa ambayo inakukufisha ganzi mwili mzima mpaka upoteze fahamu mpaka wakari on operation yote. Na madaktari nature yao ni kuangalia nakedness ya kila binadamu, kwa sababu kuna watu ambao wanafanywa hizi vitu na Nairobi Hospital. Wengine wanafanywa Nairobi Women Hospital. Wengine wanafanywa Valley Hospital. Wengine wanaenda huku Karen, kuna mahospitali mingi hata Kenyatta. And these are prominent people. And we have never heard that a prominent person is trending or the pictures of a prominent person is trending because the medical practitioners expose his or her nakedness to the public. We have never seen. Why? Because these are people who are trained and they have to carry the Bible to actually give oath that they will never reveal any secret of the patient. Any patient, leave alone the person of the profile of a governor of the county of Nakuru. Secondly, Madam Susan Kihika, if you wanted to deliver to deliver your baby safely, you'll also have hired the services of the PS of the CS to come up with an individual who is more qualified than the junior doctors you are referring to, so that this person could perform the services that you needed, rather than angering the people, spending 50+ million, going to the USA, delivering from there, unaongezea revenue kwa taxes zao huko. At the same time ukirudi nyumbani, Mungu amekusaidia, unaambia madaktari zetu wao ni junior na hawangeona nakedness yako. Nikukumbusha tu ya kwamba uko mochari, mamok attendants huwa wanaosha mwili, waipake mafuta, waiweke poda, waivalishe nguo, na huo mwili huwa haupati nguvu ya kukomandi iseme fulani aniangalie uchi wangu ama fulani asiangalie uchi wangu.